Kwa jina naitwa Dr. Ibrahim kutoka katika taasisi ya MS Agricultural Services. Tupo katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya kutoa elimu kwa wafugaji ambao wanauelewa wa ufugaji, lakini kuna na wengine ambao wanatamani kufika huko ili kuweza kupata mafanikio zaidi. Katika ufugaji wa kuku kuna faida ambazo tunakuwa tunazipata kwenye utumiaji wa vyanzo vya kuzalisha joto kwenye mabanda yetu ya kuku. Kama tunavyojua kwamba kuku akiwa kwenye hali ya kifaranga tunakuwa tumemtoa kwenye hali ya kulelewa na kuku mzazi. Kwa hiyo lazima tuwatengenezee hivi vyanzo vya kuzalisha joto, lakini pia kuwe na kipima joto ambacho kitakuwa kinakuongoza wewe mshughulikiaji au mhudumiaji wa wale kuku kwa ajili ya kuweza kufanikisha lile lengo la kwa nini umemtoa yule kifaranga kwa mama yake na kuja kumlea wewe. Kwa hiyo miongoni mwa umuhimu wa kutumia haya majiko ya mkaa au majiko ya moto pamoja na hizi taa, wengine wanatumia majiko, wengine wanatumia hizi taa ambazo kwa kitaalamu tunaziita infrared bulb. Hii umuhimu wa kwanza ni kwamba tunakuwa tunazalisha joto. Ni ile inatusaidia kuzalisha joto na kuweka mazingira sahihi ya kumlea yule kifaranga. Lakini pia umuhimu wa pili ni hii inasaidia kwenye kupunguza vifo, sababu ukifanikiwa kuweka sawa hivi vyanzo unakuwa unamsaidia yule kifaranga kuweza kupata yale mazingira sahihi ambayo yanahitajika kuishi. Kwa upande wa thermometer ni kifaa ambacho kinakuwa kinasaidia kupima joto ambalo linapatikana ndani ya lile banda. Kwa hiyo unakuwa unakiweka sehemu ndani ya banda lako kwa ajili ya kupima lile joto ili kupata kujua sasa kwamba joto sahihi ambalo anahitaji kifaranga ni joto lenye degrees ngapi. Kwa hiyo kwa faida, kuku wa wiki ya kwanza anatakiwa awe na joto la 35 mpaka 32, lakini kila akiwa anakuwa zaidi anakuwa anaota zile mbao, kwa hiyo anakuwa anapata kujitegemea mwenyewe. Kwa hiyo kila siku zikiwa zinaenda lile joto unakuwa unalipunguza. Unaweza ukaweka kwenye 32 mpaka 29 mpaka 26 mpaka mwisho wa siku unakuwa unamwacha yule kuku ajitegemee mwenyewe. Athari kubwa ambayo inakuwa inatokezea kwa watu ambao hawatumii hivi ni vifo kwa wengi. Kwa hiyo vifo vinakuwa vinatokezea kwa sababu yule kuku unakuwa hujampa yale mazingira sahihi ambayo anatakiwa aishi nayo. Na pia inawezekana kwamba kama huwezi kama huna taratibu hii ya kutumia hizi thermometer, unakuwa hujui ni kiwango gani cha joto, kwa sababu wewe unaweza kama ni mfugaji ukaingia kwenye shamba lako ukajua sasa kwamba kuna joto, lakini kwa upande wa kile kiumbe ambacho unakifuga mle ndani kama huyo kifaranga inakuwa hakuna ile joto ambalo wewe mwenyewe unahisi kwamba hili ni sahihi kwa huyu kuku. Kwa hiyo matokeo yake hapo ni vifo kwa wingi, na mwisho wa siku unakuwa unabaki haupati faida kwenye ufugaji wako. Kwa hiyo ushauri wangu kwa wafugaji na wataalamu au ambao sio wataalamu lakini wanataka kufika huku kwenye utaalamu, basi ni muhimu sana kutumia hivi vyanzo vya kuzalisha joto kwenye mabanda yetu. Lakini pia kwa kutaka kujua ule uhakika zaidi wa joto ambalo linahitajika ndani ya banda lako, basi ni muhimu kutumia hizi thermometer kwa ajili ya kupima lile joto.